moja nikaenda kwake. Okay. Nishafanya revenge. So siku moja nikaenda kwake. Kwenda kwake. Tulikuwa tumekaa hapo na mtoto kwa bed. Sijui nilifanya nini, akaanza kunipiga. Kanipiga. Ilikuwa nirudi home before kazini yangu atoke job. Okay. So, alinipiga na akafunga mlango. Hakuwa na provide. Okay. So wewe ulikuwa job? Kazini yangu yeye ndo alikuwa na provide. Okay. Okay. So 5 ikafika 6. Sasa ndo akaanza kunipiga. Kanipiga kaniona wow. Alikutwanga kabisa. Ungeniona kwa hii macho ilikuwa imekaa hivi, lakini nikitoka hivi lazima nifanye hivi jiani. Unajua, haki huko nilikuwa namtumia, nikiwa na do huko nilikuwa namtumia pesa ya food. Okay. Kama ni SMS sana na nataka tuchat na mbaya. Kumbe kuna watu wazuri huko nje, ha? So venye alikuja huko ni msee wa jaba. Ni msee wa, okay. Na ana smoke. Okay. Kwa huko. Pia nikiwa na do, mambo ya jaba. Mambo ya fegi. Nimekaa nimeanza kumchase. Mimi sasa nimeanza kusili. Okay. Namlazimisha vitu, nataka attention yake, namlazimisha. So niko tu na stress tu hivyo. Sasa hii imefika mahali siwezi lala kama sijalewa. Lazima nikunywe ndio nilale. That's the point penye imefika hapo. Hello, this is Bravo Kimangoto Asapa, ule mdedriest manze. Na leo I have a very it's a very, tuseme it's an inspiration story. It's a very sad story. Na leo I will be bringing you one of the girl anaitwa Miriam. Natakuwa natuambia mambo yenye amekuwa akipitia akienda through jo hapa BKTV. Director Wikimosh, twende nalo. Niaje? Uko fiti? Shika mic hivi. Hapo hivi kwa hapo. Tupatie sauti mzuri. Habari yake Miriam? Sawa. Uko salama? Ni unakaa kama umestuka hivyo. Wewe unakaa umeboeka uko salama? Uko poa? Unaweza ongea na nguvu kidogo juu ya sauti. Unastuka? Usijali. Uko poa? Ulini text pale online ukaniambia umekuwa ukipitia mambo kadhaa hivi hadi ikafika in a point you can commit suicide. Hebu unaweza tuelezea the story behind it ni nini? Hiyo ya sasa ni mapenzi tu. Mapenzi ndio ilituma utake commit suicide? Hebu tuelezee kwa nini. Hebu tuelezee jusi hatujui. Hebu tuelezee kwa nini so that even hapo kuna mwingine pia anapitia shida kama hiyo. Hebu tuelezee. So nilipatana na huyo jamaa huko. Okay. Hiyo time nilikuwa na Nairobi. Okay. Nilikuwa nimekaa kutembea. Okay. So best yangu dem akaniintroduce kwake. Okay. Tukajuana. Kafika time yangu ya kwenda Nairobi. Okay. Nikamwachia namba. So nikiwa Nairobi akiwa huko tuna communicate. Okay. Akaniambia amepata job Nairobi. Okay. Na anataka kukuja na akikuja anataka tu move na yeye. Mkaanishe. So venye alikuja na mimi nikakuwa nimeshafungiwa nyumba. Okay. So, penye ulikuwa unaishi? Okay. So bado ilibidi tu niende kwake. So hiyo wiki ya kwanza ilikuwa ingia job. Akaenda job siku ya kwanza, siku ya pili. Siku ya tatu akapatana na mabishi huko kwa nini. Okay. Wenye wanafanya kazi ya online. So pia afu alikuwa na pesa. Sasa ile pia pressure. Akakataa kwenda kazi. Okay. Zile vitu za nyumba alikuwa nazo akaanza kuuza ndo apate ndo ya kubuy accounts. Okay. Alikuwa anafanya kazi gani? Alikuwa ametoa kazi ya kuuza mashamba. Okay. So akaacha. So akaanza kuuza vitu za nyumba ndo apate pesa ya kununua hizo accounts. Okay. So tukaanza kuteseka kidogo. Ikafika mahali akaniambia juu sasa inafika mahali tunalala njaa. Acha
anitafutie transport nikuje huko home. Okay. Ya baki huko. So nikakubali. Yeah. Anitafutie transport nikakuja. Tulikuwa tuna communicate. Yeah. Tulikaa apart ya 6 months. Oh, mka separate for 6 months. So venye amekaa huko. Yeah. Pia maisha kaanza kugonga huko. Okay. Sasa juzi Desemba akakuja. Kuja. Akiwa huko nilikuwa namtumia, nikiwa na do huko nilikuwa namtumia pesa ya food. Okay. Kama ni SMS sana na nataka tuchat na mbaya. Kumbe kuna watu wazuri huko nje So venye alikuja huko ni msee wa jaba. Ni msee wa okay. Na ana smoke. Okay. So huko. Pia nikiwa na do namba ya jaba. Namba ya fegi. So okay. Mimi sijui kwenye ametoa pesa, like all of a sudden ako na pesa. Like siwezi muuliza kwenye ametoa pesa. Haizi niambia vile. Okay. So msee ameanza kuchange. Like ikifika kama ni saa 6, saa 6 ikifika anazima simu. Like sasa nimeanza kumchase. Mimi sasa nimeanza kusimp. Oh, okay. Like namlazimisha vitu, nataka attention yake, namlazimisha. So like so niko tu na stress tu hivyo. Mimi sijui amechange. Juu siko najua pesa inaweza fanya mtu change. Pesa ni sabuni ya roho. Okay. Yeah, nafanya. So akachange once. Na ni point gani ilifanya utake kujimaliza? Sahi Commit suicide? Sina mtoto wangu. Najua ningekuwa na mtoto wangu around. Okay. Singekuwa nampea ile attention yote. Naona singekuwa ile desperate. Kuna ile time ningekuwa nampea na kuna time ningekuwa napea mtoto wangu. Okay. Sasa hii plan sina mabeshte, niko tu na beshte mmoja. Na pia si atuko vile. So what's the main reason? The main reason ya kutaka kujiua? Najua sasa uko job, una kitu, uko tu. Okay. Umse hivyo tu. Okay. Sasa hii imefika mahali siwezi lala kama sijalewa. Lazima nikunywe ndio nilale. That's the point penye imefika hapo. Na hizo pesa sasa unapata wapi pesa ya kulewa? Juu sasa naona kama sina tafuta. Unatafuta wapi? Kuna sometimes alikuwa anatumia do, so nilikuwa na save. Okay, ulikuwa na savings. Sasa hizo savings ndio unakunywa. Sawa. So uko miaka ngapi? 22 years. Okay. Hiyo story ni ngumu. So na sasa unakaa peke yako? Go home. Sasa huku ni home. Okay. Guys, mmesikia story ya Miriam. So if unaweza kuwa na job hapo nje, so that's unapata most of us youths tunajimaliza kwa sababu saa ingine mtu amefika ina point yenye ana kazi yenye tu ako hivyo, so unajipata mtu amejitambaliza. So I'm urging watu wote wenye wanaona Miriam hapa ni girl child, so mtu yeyote tu anaweza come through amuokolee. Atakuwa anatupea details zake, namba yake ile tuweke hapo hivyo. Kuna mtu mwenye anaweza kuwa mtu mpoa. Umemaliza shule? Form 4. Unamaliza form 4. Na ni kazi gani unaweza do? Kazi yoyote. Kama? Sasa ya nyumba. Kazi yoyote tu unaweza fanya. Kuna kitu kingine yenye unajuaga hii nikiweza fanya inaweza kuwa perfect, ama ni kazi yote tu? Kuna mali nilikuwa naenda kusoma kujifunza kushoka. Okay. Sasa sikujua kila kitu. Okay. So me I'm urging our people there outside, mtu mwenye tu ako na uwezo, mi tu naomba tu mtu yeyote tu ako na uwezo tu anaweza come through for her manze, amejiexpress na this BK TV. It's all about expressing kenye mtu anajihisi. We will be taking these stories because lazima tujue what is happening. So hapo hivyo mkitu watch, you can tag mtu yeyote anaweza come and help Miriam.
Miriam, hebu tupe namba yako ya simu kwanza, ndo mtu yeyote anataka kukuokolea anaweza come through. 0792 755 011. Hebu tupe tena. 0792 755 011. So umesema unaweza do kazi yoyote? Hata kupata kazi nafanya mimi, like nishughulike na maisha yangu, niachane tu na yeye. Okay. Uko na ni huyo ni ndio baby daddy? Ni nani? Ni mtu okay, ni lover. We na baby daddy yako ama tuachane na hiyo? Baby daddy yako yako, lakini tuliachana. We ushaikuwa na nini boyfriend mwingine? Ilikuwa baby daddy alafu sasa yeye. Okay, so ni mambo tu ya mapenzi tu. Na unampenda? Sana. Unampenda sana? Mimi ni lover girl, nikikupenda ni hivyo. Hii ni ngumu bana, lakini guys, manze mimi nimeonelea the best way kwanza, if you are a leader, kama wewe ni leader hapo nje, if you are a very big brand there outside, just tukiweza tu pata tu mtu mmoja kama Miriam mwenye anapitia mashida kaa hizo, akiweza pata pahali najua tu atatulia, relax na fanye job, tutaweza save life, because mtu mwenye anafika ina point hadi anataka commit suicide, that's very bad. So najua kuna readers wenye pia wanataka kusimama kiti, kuna wenye wako kwa kiti, you can come through and support her. Hebu turudie hiyo namba. 0792 755 011. Yeah. And guys, tuko saidi ya Kabatini au kuni Karonga, tuko saidi ya Karonga. Tumekuja kupatana na Miriam kwa sababu nilimuona pale online na Kaji Express, na nikasema leo lazima nifike hapa. BKTV, we are here for you. In any problem, just DM us or call us through Bravo Kimangoto pale BKTV, na tutakuwa tunaweka namba zetu hapo, pia unatu reach out. Na kuna story nyingine uliniambia Miriam, ndio sasa tuende tukimalizianga. Hiyo story ilikuwa gani? Juu tumeguzia tu ya nini? Kuna story nyingine uliniguzia ukaniambia pia hii inakusumbua. Maybe pia hiyo inaweza kuwa inachangia sana stress. Kama ni gani hiyo? Ni hiyo story na mtoto wangu. Imefanya nini hiyo? Sipati chance kuona mtoto wangu. Upati chance ya kupata kuona mtoto wako na ni wako? Ni wangu, lakini si mimi nakaa na yeye, ana kazi yangu. So venye nilipatanga ball, nilipata ball nikimaliza high school, nilifanya exam. Ilikuanga 3 months. Baby daddy ni Mjaluo, so nikasema baada ya kwenda Kisumu, cha nini kwa kazi yangu Tao. Nikaenda Nairobi ama Tao or Nax. So alianza kulea ball ikiwa 3 months. Hadi nikazaa, mtoto akazaliwa. Nikaboi ama? So hata bado tuko tumeachana na baby daddy. Sasa baby daddy tulikuwa tunashare Facebook account. So siku moja nimekaa hivyo kwa bed, nikasema acha niende through nini zake, chats zake. So nikaenda huko chini. Nikapata nikiwa na ball, yeye alikuwa busy kwa na cheat. Sasa nikamwambia unajua wanaume sengine tunajitetea kwa shughuli, alikuwa anachita ama tu alikuwa anachezea na message wakichat na mtu akiniambia sijui nini. So mimi nikamwambia, so kumwambia akujanga, kaanza kubeg, akasema mimi nikanyamaza tu, lakini nikasema revenge naenda kufanya ni moto. So siku moja nikaenda kwake. Nishafanya revenge. So siku moja nikaenda kwake. Kwenda kwake, tulikuwa tumekaa hapo na mtoto kwa bed. Sijui nilifanya nini, akaanza kunipiga. Akanipiga. Ilikuwa nirudi home before kazini yangu atoke job. So, alinipiga na akafunga mlango.
Sikutoka, so ilibidi nimelala huko. So the following day naenda napata kazini yangu ananiuliza nimetoka wapi. Hiyo ikaisha. Nikatext bibi dada nikamwambia penye imefika sioni tukiendelea. Simu nilikuwa natumia that time yeye ndo alikuwa amenibaia. Okay. So akanitext akaniambia hiyo simu naikujia. Ilikuwa saa 4 asubuhi. Akakuja saa 4. Mimi ashaniambia anakuja. Nikalock nini mlango. Tukajifungia na mtoto. Au watu wengine walikuwa shule. Okay. Akakaa hapo kutoka saa 4 watoto wanatokea shule 5. So venye watoto walitoka shule lazima ningefungua. Hapo venye nilifungua akaniambia nimpe simu yake. Simu nilikuwa nishaficha. Singempea. Okay. Akaniambia nimpe simu, nikamwambia simpe. Nikamwambia yeye afanye kenye anataka lakini simu simpe. Akaniambia nipe simu niende niuze. Hata nibaie mtoto maziwa. Mimi nikamwambia unabaia mtoto maziwa hizo siku zingine ndio nambaianga. Hako ana provide. Okay. So wewe ulikuwa job? Kazi yangu yeye ndio alikuwa na provide. Okay. Okay. So 5 ikafika 6. Sasa ndo akaanza kunipiga. Kanipiga kaniona wow. Alikutwanga kabisa. Ungeniona kwa hii macho ilikuwa imekaa hivi, lakini nikitoka nje lazima nifanye hivi jiani. Unajua. So mtoto wa kazini yangu badala aite watu wakuje like wanisaidie. Yeye anataka nipeane simu juu hata yako na simu, so anataka tufanane. So hakuita watu wakuje wanisaidie. So sister yake mwingine bado akapigia mamake akamwambia baba Carlton amekuja na ananipiga. Mamake akasema enda ufunge gate uite mapolisi. Okay. So venye alisikia mapolisi akapotea. Tukakaa. Sasa hiyo ilikuwa wapi? Varedi huko Nakuru tu ama? So venye tukakaa kama wiki 2. Okay. Kaenda tena kumuona. Akanipiga tena. Nikaona huyu hapana. So tukaachana kabisa. Mimi nikamwambia mimi sorry na mtoto hivyo. So venye tuliachana mimi nikapata freedom. Okay. Sasa nikataka mtoto sasa hiyo ashaacha kunyonya. Ashafika 1 year. So mimi nikaona sasa hapa niwezaenda club. So siku moja jamaa fulani wakaniita tukaenda out mchana. Tukaenda tukakunywa tukalewa huko. Kuna kazini yangu hapo Nairobi, nikamtumia namba nikamwambia chukua hiyo namba in case of anything. Ujue niko na huyo. Okay. So mimi nililewa nikazima. Kumbe huyo kazini yangu mwenye kwa Nairobi alipigia huyo jamaa akamwambia huyo asitoke huko hadi asubuhi. So kuna venye ningeenda au na nilikuwa nishaacha mtoto. So venye so ilibidi nimelala. So the following day naenda napata kazini yangu ananiambia itabidi sasa nimeenda. Sasa kutoka mistake nilifanya nilitoka bila mtoto. Okay. Sasa mtoto amelelewa kutoka amekaa huko miaka ngapi? Yote. Angozali. Na ujai muendea? Ajui mama yake? Si nilikaa na hiyo 1 year. 1 year pekee. So the other mimi ananitanga jina langu, afu kazini yangu anamtanga mama. Mimi anajua tukuniona. Ajui kama ndo. Sasa for the 2 years hujakuwa na mtoto wako. Anakujanga kutembea. Kujaga huko? December. So ajue ni mama yake. Mimi anajua tukuniona. Lakini kuna ile kuzo yako mnakuwa mmeelewana. Are you friends ama? Yeye tu amekwama na mtoto. Alisema mtoto atatoka huko akifika 18 years. Anakaa na mtoto juu labda you are not responsible ama kwa na mtoto. Mimi sijui juu si mamangu hawezi shindwa kulea mtoto. Hiyo ni story ya Miriam. Unakuita Miriam nani? Kariuki. That's the story of Miriam Kariuki. In the comment section unaweza tuambia kenye unaonelea
the best way. Tuambie kuhusu venye umesikiza hiyo story, mambo yenye umeona kuhusu hiyo story, how we can help Miriam. Manze, because pia sisi tumekam tusikie story yake, we air it so that mtu ako pale nje akisikiza hii story ya Miriam anaweza come through, amuulize, amsupport na job yoyote tu. Amesema hakuna kazi yeye izifanya. Yeah, and that can be perfect. Yeah, and we'll be bringing stories. Tutakuwa tunaleta story kama hizi mingi sana, kwa sababu tunataka tujue what is happening in our community. Yeah, this is Bravo Kimangoto, BKTV, ule mdedria mdedriest. Thank you so much. Peace out. Make sure you like, share and subscribe.